Nataka umwamini Yesu. Nataka imani yako ijengwe kwa Yesu Kristo. Nataka imani yako ijengwe kwa Yesu, isijengwe kwa wanadamu, isijengwe kwa vitu, isijengwe kwa mazingira, isijengwe kwa wanadamu. Imani yako ijengwe kwa Yesu Kristo. Piga kelele, sema amina. Shout and say amen. Kitu kilichomfelisha Adamu, the thing that made Adam to fail, alikuwa anatafuta mtu wa kumlaumu. It's because he was looking for someone to blame. Mtu wa kumbebesha nini? Someone to carry that burden. Usitafute mtu wa kumbebesha mzigo. Do not look for someone to carry that burden. Kwamba huyu ndo sababu, that this one is the reason ya shida yangu, of my problem. Huyu ndo sababu. This one is the reason. Kama kweli ndo sababu, even if true, lakini kwenye akili yako futa hicho kitu. Hallelujah. Your mind erase that thing. Bwana Yesu asifiwe sana. Praise Jesus. Unajua Yesu alipokuwa anamwangalia Petro, you know, when Jesus was looking at Peter, akaona Petro anaongea, he was looking at Peter speaking, akagundua aliyeingia ndani ya Petro, the one who entered in Jesus, sio Petro. Hallelujah. Is not Peter. Akagundua ni shetani. He knew it was Satan. Akamwambia, nenda nyuma yangu shetani. And he said, get behind me, Satan. Kama kuna saa Petro aliyekuwa pamoja na Yesu, kuna shetani aliweza akamuingia. Wewe unafikiri huyo jirani yako uliye naye ni nani hadi shetani asiingie ndani yake? Kumbe kuna saa mtu unaweza kumuona anabadilika, anakuwa tofauti na yule uliyemzoea. Kumbe kuna roho nyingine imeingia ndani yake. Kumbe kuna roho imevamia maisha yake. Ghafla anabadilika, anakuwa tofauti. Wewe unaanza kumlaumu huyo. Kumbe ulitakiwa umkemee shetani ndani yake. Ulitakiwa uombe kwa ajili ile roho ndani yake, kwa sababu hiyo ndio unayobadilisha. Na yeye sio adui yako. Adui yako ni ile roho iliyo ndani yake. Adui yako ni ile roho iliyokaa kwenye maisha yake. Wewe unatakiwa ufanye vita na hiyo. Ndio maana Biblia inasema, japo tunaenenda kwa jinsi ya mwili, ila tufanyi mambo kwa jinsi ya mwili. Maana vita vyetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, lakini juu ya pepo wabaya, lakini juu ya falme za giza. Ila ni katika ulimwengu wa nini? Ni katika ulimwengu wa roho, sio ulimwengu wa mwili. Ni katika ulimwengu wa roho. Sema amina. Say amen. Sema amina. Say amen. Sema amina. Say amen. Hallelujah. Hallelujah. Ndio maana unaweza ukaona mtu anakusumbua, kuna wakati isikuhangaishe kumbeba ule mtu. Amen. And there are times do not bother to carry that person. That God, I carry this person. I carry the faith. I bring them to the altar. I slaughter this person. Yeye ni mwanadamu huyo, ila kuna roho iko ndani. Hallelujah. Kwa litakiwa badala ya kumleta yeye, ishughulikie ile roho iliyo wapi, kwa sababu ndio inayoendesha maisha yake. Biblia inasema mwili haufai nini? Kitu. Mwili haufai kitu, ila kuna roho inayoongea ndani. Ile roho inapokaa ndani ya mtu, ikikaa ikamwendesha kwa muda, ikamwendesha kwa muda, mwisho vile inavyovizalisha vinabadilika, vinakuwa tabia ya yule mtu. The thing that it produces, it becomes the habit of that person. Inakuwa tabia ya yule nani? It becomes the habit of that person. Lakini chanzo ni katika ulimwengu wa roho. But the source is from the spiritual realm. Ndio maana ni muhimu kushughulika na mambo katika ulimwengu wa roho. That's why it's important to deal with things in the spiritual realm. Sema amina upate kubarikiwa. Say amen for you to be blessed. Mwamini Yesu. Nisaidie kumwambia mtu mwamini Yesu. Help me to tell someone trust in Jesus. Mwambie wewe amini tu. Say you just trust. Mwambie amini tu. Just trust in him. Mtu mmoja akanifurahisha sana kwenye Biblia. One person made me very happy in the Bible. Ametuma watu kwenda kwa Yesu. He sent people to go to Jesus. Wakamuite nyumbani kwake. To call into his home. Aje amponye mgonjwa fulani. For him to come and heal one sick person. Yesu akasema, Jesus said, nendeni mkampe taarifa huyo aliyewatuma. Go give him the information, the one who sent you. Kwamba ninakuja. That I am coming. Lakini Biblia inasema, but the Bible says, yule bwana alipomfikishia taarifa, that person when they gave him the information, tena, he sent them again. Akawaambia nendeni mkamwambie, he told them, go and tell him, mimi sihitaji aje. That I do not need him to come. Ninachotaka kutoka kwake, what I want from him, yeye atume neno. Is for him to send a word. Yeye atamke neno. Is for him to
atamke neno tu. For him to declare a word only. Kwa sababu hata mimi, that even I, kuna watu wako chini yangu. there are people who are below me. Ninapowaambia nenda, when I tell them go, nikimwambia askari wewe nenda, when I tell them that soldier go, anaenda kufanya. they go to do it. Kuna watu wako chini yangu. There are people who are under na me. mimi na mamlaka juu yao. And I have authority over them. Nikisema fanya, when I say tell them wanaenda to do, wanafanya. they go and do it. Kwa hiyo akawa anaamini, so he believed, Yesu pia that Jesus also ana mamlaka fulani. has certain Lakini authority. chini yake But below wako him, anaweza there kuagiza. are people that he can Yule send. mtu alijua That person analo knew jeshi la malaika. that he has an army of angels. Anayo amri ya kusema He has na authority kuna to kitu say ikatokea. and for something to Yesu happen. aliposikia When Jesus heard, akasema sijaona he imani said, I've not seen kubwa namna hii the greatest faith like katika this taifa hili. into this nation. Akawaambia nendeni And he said, mkamwambie go and tell him kila alichokitaka everything that he wants, kimefanyika it tayari. has been done already. Imarisha imani yako Strengthen your faith ili upate mavuno yako. for you to get your Imarisha harvest. imani yako Strengthen your faith ili upate unachotaka. for you to get what you want. Mungu anahitaji imani ndani yako. God needs your faith in you. Waebrania 4:1 anasemaje? Hebrews 4:1, what is he saying? Mungu anahitaji imani ndani yako. God needs faith in you. Waebrania 4:1 anasema basi ikiwa ikaliko ahadi ya kuingia katika raha yake, Anasema ikiwa kuna ahadi ya mtu kuingia kwenye raha, na tuogope mmoja wetu asije akaonekana ameikosa. na tuogope mmoja wenu asije akaonekana amekosa. Nini kinamfanya akose? What makes this person not Mstari wa to get? pili. Maana ni kweli Ndio. sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama hao, Na sisi tumehubiriwa kama hao. lakini neno lile lililosikiwa halikuwafaa hao, Kuna watu halikuwafaa lile neno, kwa sababu halikuchanganyika na imani ndani yao waliosikia. halikuchanganyika na imani ndani yao waliokuwa wanalihubiri. Si ndivyo? Amen. Si ndivyo Si ndivyo? Rudia kusoma, hawajasikia wale, hawapo hapa. Waebrania 4:1. Basi ikiwa ikaliko ahadi ya kuingia katika raha yake, Ndio. na tuogope mmoja wetu asije akaonekana ameikosa. Maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama hao. Ndio. Lakini neno lile lililosikiwa halikuwafaa hao. Ndio. Kwa sababu halikuchanganyika na imani ndani yao waliosikia. Kwa sababu halikuchanganyika na imani ndani yao waliofanyaje? Waliosikia. Sema amina upate kubarikiwa. Say amen for you to be blessed. Sema amina upate Say kubarikiwa. amen for you to be blessed. Halikuchanganyika na nini? It was Na not imani. mixed with faith. Kwa hiyo watu wanashindwa kupokea So kwa people do sababu not wanaposikia receive, because when they hawana hear, imani katika hilo neno. They don't have Amen? faith in that word. Na hilo neno ni Kristo And that word mwenyewe. is Christ Sema amina himself. upate Say amen for kubarikiwa. you to be blessed. Hilo neno ni Kristo mwenyewe. That word is That's why Jesus imani himself. yako Ndio maana your lazima ijengwe must be katika built Kristo. in Christ. Na Kristo anataka kae ndani In yako Christ he wants to dwell in ili you. asababishe matokeo For him to make kwenye results maisha yako. into your life. Haleluya. Hallelujah. Akasema kaeni ndani yangu He's saying stay na in mimi me nikae ndani yenu. and I will be with you. Unaweza ukakaa ndani ya You Yesu, might be in Christ. unaweza ukakaa ndani ya You neno, might be in the word. lakini Yesu asikae ndani yako But Jesus not to be in au you. neno lisikae ndani yako. Or the word not to be in you. Kuna mtu anielewa Is vizuri? anyone understanding me? Kwa nini unaweza ukakaa ndani ya Yesu Why can you stay in halafu Jesus yeye asikae ndani but he yako? cannot be in you? Biblia inasema The Bible says kila anayemwamini au ukimpokea anyone who believes or who receives, unapokea wokovu. Amen. you receive salvation. Unapokea neema ya kulindwa, kutunzwa, You receive the grace of kuhifadhiwa. protected Amen. preservation. Lakini ili uone matokeo kwenye maisha yako, But for you to see results in ili your kuna life, vitu vizaliwe, for some things to be birthed, inahitaji yeye akae ndani yako. it needs Haleluya. him to dwell in you. Kuna mtu ananielewa Is vizuri? anyone understanding me? Haitoshi tu
It is not enough wewe kuwa ndani yake. for you to be in him. Inakupasa na yeye inampasa awe ndani. And also he is supposed to be Manake in you. Unapoongea, maana Biblia inasema because the Bible says kimtokacho mtu ndicho kilichojaza the thing nini? that comes out of a person is Moyo. the thing that is filled in his heart. Kinachotoka ndicho kimejaa wapi? The one that comes out is the one that Moyoni. is Na filled Biblia in the heart. inasema And the Bible says mtu atakula matunda ya kinywa. a person will eat the fruits of their Manake anakula matunda ya kila anachofanyeje? They eat the fruits of the thing that is Anachokisema. the thing that is Kwa hiyo saying. kama moyoni So if amejaa your heart Kristo, is amen, filled with Christ, unaposema unamsema Kristo. speak, Haleluya. you speak of Na yeye Christ. anasababisha jambo. And he Haleluya. causes something. Maana hakuna sehemu aliyowahi kuzungumzwa Because there's no place where katika it's talked kweli about alafu asitende jambo. in truth Mtu and for ananielewa him not to vizuri. do something. Say no understand. Hakuna mahali ambapo There's nowhere wamewahi kusema, they try to wamewahi say kumhitaji, they have needed halafu akashindwa kuonekana. and for him not to be Paulo there. na Sila gerezani Paul and Silas in the prison, walipogundua wanamhitaji when they yeye, realized they needed him, walipomsifu na kumtukuza, when they praised and walipomuita glorified him, akaonekana, when they called unto him, milango na vifungo walivyokuwa navyo vikafunguka. the doors and the Na bondages kwambia were all ukimwita anaitika, opened. When you call unto him, akizungumzwa mahali anatokea, when it's spoken na to about akitokea where he is vifungo vinakuachia. and when he Haleluya. comes, the bondages are released. Akitokea hali yako inabadilika. When he comes, Alipokutana na the Paulo kwenye njia ya kwenda Dameski, When we meet maisha with ya Paul in Paulo na Damascus, hatima yake ikabadilika. the life of Paul changed. Alitoka akiwa ni muuaji Yerusalemu, He came out as he lakini was a killer in akaingia Jerusalem. Dameski akiwa amebadilishwa, He entered Damascus akiwa as a sio changed muuaji person. He tena. was not a murderer Nakwambia again. haijalishi umekuja hapa ukiwa na I'm sura telling you, ipi, it does not matter how you came utatoka with ukiwa your face. umebadilishwa na You Yesu. come up here with Haijalishi Jesus. umekuja ukiwa na matatizo ya aina Doesn't gani, matter what problems you utatoka came ukiwa with. umebadilishwa na Yesu. come out your changed Haijalishi by umekuja ukiwa na stress za aina Doesn't gani, matter what stress you utatoka came ukiwa with. umebadilishwa But na you Yesu. come out as a Haijalishi transformed by umekuja Jesus. kuna mambo yalikuwa yameshindikana, Doesn't matter the things that were utatoka ukiwa impossible. umebadilishwa na Yesu. come out transformed Na hiki by ninachokizungumza unapokiamini, And this is what I'm talking dakika about, hii if you kinatenda believe it. kazi kwenye maisha yako. This minute- Dakika hii kuna milango inafunguka. There are doors that Dakika are hii open. kuna mambo yanafunguliwa. There are things that Dakika are hii kuna delivered. uzima unaingia ndani yako. There's life Dakika hii entering kuna afya inaingia ndani yako. There's health Dakika hii change kuna into you. mabadiliko yanatokea kwenye There are biashara changes yako. happening into your Dakika hii business. kuna mabadiliko yanatokea kwenye There are changes kampuni. that are happening in Dakika the hii kuna company. mabadiliko yanatokea kwenye There are ofisi changes yako, that are happening kwenye in your nafasi yako office. ya kazi. your Kuna position. dakika hii kuna mtu anabadilishiwa There is nafasi. someone who has been Dakika hii changed kuna mtu position. anahamishwa. There is someone who has been Unapoamini When kuna you believe, jambo linatokea, there is na mimi something that ninatamka kwako ikawe kwa jina And la I'm Yesu. telling- Kwa hiyo Mungu So God, alipotangaza kuwatoa hawa watu katika nchi ya utumwa, when he declared to take these people out of Egypt for moja kati ya slavery, kitu ambacho alikuwa anakitaka one thing that he wanted wao waende mwendo wa siku 3 for them to go for 3 days ili wakamwabudu, just to worship him, ili wakafanyeje? to Wakamwabudu. worship him. Kwa hiyo Musa anaenda kwa So Farao, Moses went to Pharaoh, anapoenda kumwambia and when he went there to tell waachie him watu wangu, that let my people go, hakumwambia waache ili wakawe he matajiri. did not tell them let them go for them to be rich. Hakwenda kumwambia Bwana amenituma He didn't go and tell them that the Lord has waachie sent watu me. wangu Let my people go ili nikawape magari. for me to give them cars. Hakusema waache watu He did wangu not say let my people go ili waende wakapate starehe, for them to go and get ila enjoyment. alisema waache watu But he wangu said let my people go waende wakaniabudu. to go and worship me. Haleluya, Hallelujah. haleluya. Hallelujah. Kwa nini wakamwabudu? Maana katika ibada Why to worship him? Because through chochote service, unachokitaka kinazaliwa hapo. everything you Haleluya. want to is been born there. Kwa hiyo Mungu akawa nataka waende ili wakamwabudu. So God wanted them to go for them to Sasa worship him. nini maana ya ibada? So what is the meaning of that service or worship? Nini maana ya ibada? What is the meaning of? Ibada sio kuja kanisani au kwenye kusanyiko kama ulivyokuja. Service is not as how you come to church or in congregation, just as how you Mungu came. katuambia tusiache kukusanyika God told us kama that we should ilivyo not stop. desturi. We should not stop gathering as Kukusanyika how it ni is desturi, tradition. sio ibada. Gathering is tradition and not